Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Nechinsa ikomi na inde chabono maragoba omwanchu muligeria bwegiteseni bwanchete y'Ensoko TV asende yangego kegimago cha kwariganiria alia abete usagendete kukorekana imechinsemo ao imeyenseto ya Kenya gendera gutubwatia asemitandao yaito Ensoko TV asensemo ya YouTube boigo na Facebook asensemo ya TikTok umutandao X boigo na Instagram omwanchu muligeria eritariane nidina mora. Seneta we county ya Nyandarua John Methu osomoire omurai wense maisomarore ase amatanga yomurai gosebu mubunge bolkalau njuguna kiarau nige murunganire meroberio ya magenderero omurai wense alieteira goikerania ase county yo kurende bono etarekeraniwa. It is important kusema mimi hata unipige hata univuruge hata ufanya nini mheshimiwa Kwenya, kwani senator wa hapa ni nani? Na kwanza kabisa mheshimiwa Rais William Ruto, bado mimi ndio John Methu, bado ni mimi. Yabadilika, bado ni yule John Methu wa zamani. Na ile maneno mheshimiwa Kwenya unaogopa ati nisiseme hapa, sitasema. Lakini ukinisukuma nitasema. Kwa hivyo nipatie tu nafasi, mimi niomboleza mheshimiwa Kiarao. Mimi ninakuheshimu sana. Na kuheshimu kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na kuheshimu kama amiri jeshi mkuu, na kuheshimu kama mzazi kwa sababu watoto yako ni warika yangu. Lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa Rais, jambo moja tu ujue, nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. Mheshimiwa Rais, nikikueleza, tulikuwa na wewe Shamata, ukatuambia barabara ya kutoka hapa Kariamu kwenda Kaka kwenda Shamata itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Nikisema mheshimiwa Rais, ulikuwa hapa ukasema hii stadium ya Olkalau ndani ya mwezi 10 itakuwa imemalizika na haijamalizika. Nimefanya siasa gani? Nikisema mheshimiwa Rais, ulikuja hapa ukatuambia barabara ya kutoka Ndonyonjeru kuja mpaka hapa itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Nikisema mheshimiwa Rais, ulikuja hapa tarehe mwezi wa 10 2022 ukatueleza kuwa barabara ya kutoka huko Murungaru kwenda mpaka Turasha kwenda mpaka huko Girgiri itawekwa lami na haijawekwa. Nimefanya siasa gani? Unajua mheshimiwa Rais, marafiki yako ni wale watu wanakuambia ukweli, na sisi kama viongozi ni watu ya kukuambia vile inaendelea hapa kwa ground. Kazi yetu sio kuja hapa tu ati kukupigia makofi. Kazi yako ni kukuja tu ati kukupigia makofi. Ni mzuri tunakukumbusha mahali haijafanywa. Abuabuo asomusangerekano yo oyo kabeiro mukonyi bumurai bwenseri gatigashagwa ochikiro murai Ruto kubwata balia bonsi bakorete kisegime kanisa ao ekero kimisangerekano yo gosasima asarenge gosangana barabo asatebire eyo nere nchira yoka arakoro murembe ne kanisa omentire goteba abantu bamulima nigo barusiro kwegenase omurai bwense na goika aligie kubwatana amona barabo. Huyu Kiaraho na mimi ni wa kanisa ya PCA. Na kanisa ya PCA iko hapa. When I was seated here, our parish ministers karibu 17 wamenitumia message. Wameniambia ukipata nafasi mwambie rais, watu ya PCA tulimpenda, tulimchagua. Lakini tunaudhika na tunasitikika ya kwamba akiwa president wa Kenya, wahuni wameingia kanisani kupiga watu ndani ya kanisa la PCA huko Mweki na huko Kariobangi, na mpaka wa leo hawajashikwa. Wakristo wa PCA, rais, wanakuomba uamrishe wale watu walivamia kanisa la Mweki PCA, wale walivamia kanisa la Kariobangi, wakamatwe waende kotini.
Wale watu rais wangepata shida ni hii akina Ichung'wa kama angekuja hapa, kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu. Hao vijana yako rais, nilikuambia kabla hatujakosana kabisa, nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wa nilikuambia wataweka kwa shimo. Mimi nilikushauri rais, nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. I told you that betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wa. Sasa hii jamii imekukataa. Na nilikuwa nimekuambia. Sasa huyu Ichung'wa alikuambia atirigiji atasaulika baada ya wiki mbili. Sasa ni miaka ngapi? Mukonyi b'umurai bwense Kithure Kindiki weatananire kurwase chinkwana cha siasa na gusaba barai bande basike chikanisa na emisangerekano yebirero asogota kwana mangana siasa kurende baenekie baremire abo basiririwe na bamwabo asenchira ya maskani. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na viongozi wote ambao wamefika hapa, viongozi wa kanisa pamoja na familia ya ndugu yetu Mheshimiwa David Kiaraho ambaye Mungu amempumzisha. Nataka niseme maneno mawili. Ya kwanza kabisa niseme ya kwamba huyu David Kiaraho Kiaraho ni ndugu yetu ambaye alikuwa mtu wa bidii na mtu ambaye ni mstaarabu. The Honorable David Kiaraho was a dignified man, and I want to pray that where he is, he rests in eternity. And I want to urge all of us who are mourning him, the same way he was a man of dignity in life, we must treat him with dignity in death. The second issue, Your Excellency and fellow mourners, is just to encourage that we, going forward as a community, as a nation, we learn how to respect families, communities, and I want to request that we put down political temperatures to allow mourning, because we have a lot of opportunities to do politics outside the church and outside events like this one, when we want really to support Mrs. Kiaraho, the children, and the people of Olkarau. Nomurai bwense asokoiraniria banasiasa bo nigo anyaroko bagakuruta chinsase chiaye asabara ibalia bakomomochia ase akobatebia erenari nemerimo yaye usinama itemero biria ya gukora ase ense ya Kenya koiranirio murai bwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua igoro yobwa matebwaye n'abantu ba mulima Ruto tebire eretaganeti ko ariganirwa wose gusaberwa ibaga gutara nsemende yonsi imeyense ya Kenya ekiagerera no murai bwense na igo nari ne chinguru cyo kugenda andonsi na gukora kende yonsi keria aroberetie. Mungu na kura zenu wakati huu mimi nitaunganisha taifa letu la Kenya. Ndio nilitengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja, na hatuwezi kukubali wale watu ambao wanatuhubiria ukabila na chuki na migawanyiko. You have no space in the Republic of Kenya. You cannot. Hamuwezi kuja kutuambia ya kwamba mimi sina vita. Mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Na mimi urafiki, mimi nimetengeneza na watu wa mlima hii. Sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4. Na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake alete kati yangu na watu wa mlima. Mimi I know how to work with the people of Mulima. Na mimi nataka niseme hivi, sikizeni my friends. Na kila mtu ajiheshimu na ajielewe
Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place and I will do everything as the President of the Republic of Kenya. And I am not going to ask for permission from anybody, whoever you are. Siwezi. Sijui kama tunaelewana, my friends. Tuko pamoja. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarua. Ne komiti y'ebunge nene kumurikira ubutumiki bw'ekinguru cy'umuriro n'amaguta imeyense yayigerere nkwana yo mu waziri w'ekinguru cy'umuriro n'amaguta Opiyo Wandayi iyo atebeta amaguta nareo mamincha y'abakenya nabo igwe bitubire bikoni amaguta ibi byatebira amaguta tayo imeyense ukwana kurasa magacho y'ebunge komiti iyo ekoragwa n'umunyakirugobo David Gekaria nigo yatebire amaguta nareo aisaine asigika gichi kibere na waziri ambaye ametoa statement zake, na ninataka kuamini ya kwamba waziri anaongea ukweli kwa sababu yeye ndio ametunukiwa majukumu hayo ya kuweza kutuambia, na kama amesema tuko na mafuta ya kutosha kwa wiki mbili ambazo zinakuja, tuko na uhakikisho ya kwamba tutamwamini kwa sasa, kwa sababu unless kutatokea makaratasi mengine ambaye atatuelekezea kuoneshana kweli hakuna mafuta ya kutosha katika nchi yetu. But sisi tunaamini ya kwamba kuna mafuta ya kutosha kama vile tumeelekezewa na waziri, na si waziri hata John Bandi, kwa sababu nakumbuka alikuwa ameulizwa maswali haya katika mkutano hapo awali, na alihakikishia, na tunataka kuambia serikali wa Kenya ya kwamba tuna mafuta ya kutosha kwa wiki mbili zijazo tunaposuluhisha. Na mnajua hii kitu imetokea ni kwa sababu ya hii vita. Kama hii vita ingekuepo, hii program ya G2G imekuwa ikifanya kazi kwa njia nzuri ambaye imekuwa ikituashua kwa quality, na mafuta imekuwa ikikuja kama vile imekuwa ikipangwa inaingia. Tunawaomba sana wale wafanyabiashara wa mambo ya mafuta, ile mafuta ambaye mshatoa katika zile storage facilities za KPC, tafadhali zipelekeni katika wale customer, kwa sababu wale ile tunaita downstream ni pale kwa pump, na hawa kuna wale wa midstream hapa ambaye ni wale wa wholesalers. Alafu sasa of course sasa wale ambayo wanahusika kwa hiyo maneno tunawaomba waachilie hiyo mafuta, na ni hatia pia, kwa sababu ni hatia wewe kuchukua ukingoja bei ipande, kwa sababu tunataka kuwaomba ya kwamba waachilie hiyo mafuta ndio watu waweze. Alafu pia tuombe wananchi wa Kenya ya kwamba tusiwe tuna panic, kwa sababu tukianza kupanic then kama ni huyu akiwa na gari yake anasema jaza tanki, na mimi nikienda nijazie tanki, yule mwingine nijazie tanki, na mimi sitatumia hiyo gari kwa muda wa labda hiyo mafuta nikijaza kwa tangi haitaisha kwa muda wa wiki mbili tuseme kwa mfano. So wewe umekataza, umechukua mafuta, unamkataza yule mwingine kuweza kupata mafuta. Kwa hivyo tutaambia pia watumizi wa mafuta wasiwe na kupanic. Mafuta yapo ya kutosha na hakuna mahali isipokuwa sasa ile kupanic ndio inaleta hayo maneno ya kwenda vile unavyouliza hiyo swali. Omwaziri omukoro Raphael Tuju oikire busio bw'ekigambiro gya Kebira koiraniria amabolyo igoro yokorwa roboti ruoborimo. Tuju oyo obwateranirie na momocho yogoteba buna nigo aochereretwe ekero kyengusanano y'omugondoye ukanire okweocherera. Ekinekyo gyachaka gotegererwa lituko lya rero Tuju nigo aganiire gukana gosegwancherana limocheri. Abawakiri baye batebire Tuju nigo ose ebisete asengencho ari kubwatiwa n'abantu batamanyekaneti. Being photographed and released to the accused person with conditions as parties may agree, if any or at all. If parties fail to agree within the next 2 days on the above or such release, let the defense file and serve a substantive application within 3 days for directions at the next court appearance. The IO through the OCS current police station, whom is indicated, is actually the IO hearing to supply the accused person with a P3 form within the next 2 days for further processing by a doctor as sought, because such is as of right.
The accused person B and is hereby released on a personal bond of Kenya shillings 100,000 with one contact person. So if the DCI would think that for a moment I have any apologies to make to them for having escaped whatever those who are following me, then I like to tell them that they're free to arrest me for hiding, to arrest me for getting away from them, because by getting away from whoever was following me, that's why I'm standing in front of you today. Many Kenyans have not been that lucky to get away and talk about it another day. Eburaburu yanekiwe kera abobisa baria bakoretwo botoereru abobisa bamarimo chinsemo cha Narok na baria beabisio mokonyo bo commissioner o Narok South ase yababetereria gutama gokonyo bugima bwabo magega yabamenyi barengenekeriria nda guturubania igikaro ikyo kiarengete koirania richi korie koti kubaga marimo yechinsemekyo ase kenyorokia eno Sagami ewodi ya Melelo imeye county ya Narok South. Hawa ndio wanajua acreage na shamba ya kila mtu. Sasa mimi ningependa kuomba, hakuna kesi tunakata hapa leo. Kesi itaendelea kotini. Kwamba basi hatutakubaliana ya kwamba shamba iende, maana shamba itaenda pamoja na maboma zetu. Tuko na records za mashamba yote, si ndio? 126 iko na green card yake, 144 iko na green card yake kwa ofisi yetu. Na ndio ikaenda this extent ya kotini kuamua na kututuma kwa shamba. Kulingana na vile umesema Madam Registrar, hii parcel ilikuwa moja kabla haijagawanywa into 4. Na kama tunataka confirm, si tu confirm ile 90 kama ni intact, ukonfirm the other 90 kama ni intact, ukonfirm mimi nyingine kama ni intact. Na mimi nimekaa hapa miaka yote. Mimi sio mdogo. Hii shamba 144 ni ya boma mbili ya Kiswana Tenget. Na mimi Mwachumuriria na gutigana na roboto ruo kura chinsemo cha Narok abuna tokero mwerio kwa mangana maya chinsa 10 chimaroba yabono byamona soko endera gutubwatia na ndigendera kubwatia yaiga amuna mangi asenseyemo ni chinsa 3 cha botuko kabano magoro bumuya iritariane nedina mora.